Kwa majina naitwa Jackson, afisa habari wa Simba Burudani mkoa wa Arusha. Pia sisi kama wanachama wa Simba Burudani tumehuzunisha na mkutano mkuu wa jana, of course, kwa sababu tulizoea changamoto nyingi hapo nyuma katikati, kuzingatia sasa hivi uongozi wetu kupitia Ustadh Mangungu. Mkutano wa jana ukiangalia 100% hajaweza kusikiliza wanachama jinsi gani, wana maoni gani wao, kama wao wanasema nini juu ya uongozi ambao uliopo. Yeye Ustadh Mangungu alitukosea sisi kama wanachama, na tunaumia na tulalamika kwa ajili yake, ni kwa sababu jana hajaweza kutoa nafasi kama wanachama. Akimpa mtu nafasi ya kuweza kuzungumzia madhaifu yaliyomo kwenye klabu, anamnyang'anya maiki na kumpa mtu mwingine. Sisi kama mashabiki tumeumia siku ya jana. Kwa hiyo napenda kusema kwamba Mangungu anatukosea sisi wanachama, hususan wa huko mkoa wa Arusha, ambao tunatoka huko Simba Burudani tunaenda mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kusupport timu yetu. Basi wewe sisi tumemweka pale, basi tusikilize sisi kama wanachama, lakini yeye hataki kutusikiliza. Yeye cha msingi anaangalia maslahi yake binafsi. Kwa hiyo sisi kama wanachama tunaumia, na nadhani huo ndio muhula wa mwisho. Na tutajaribu kutafuta mtu mwingine ambaye kava nafasi ya mwenyekiti na sio Ustadh Mangungu. Watu wengi wametoka pale mkutano mkuu wa jana wanalalamika sana. Yaani wanalalamika asilimia kwamba kila mtu hataki kusikiliza anachokizungumza Ustadh Mangungu. Anakosea wanachama, anakosea kila shabiki yule ambaye anamtegemea Mangungu. Ukiangalia kama upande wa uwekezaji wa Mo Dewji, yuko upande wake amejizatiti kwa watu wake. Unaona, ingawa amesema kuna mabadiliko ambayo, kwa sababu ukiangalia kama yeye Ustadh Mangungu ataweza kuingia kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi kuendesha kikao kile, kwa sababu kama mwenyekiti kama serikali ilivyosema. Kwa sisi tunamwachia yani sisi tunamunga mkono katika hilo, kwamba aongoze mkutano wa bodi kupitia mwekezaji Mo Dewji, kusikiliza kitu gani ambacho kitaendelea na klabu itaendeshwa vipi. Lakini sisi wanachama tunachokilalamikia, kwa nini sisi hatusikilizi, na kwa nini hapendi kumsikiliza kila shabiki yule ambaye ana hoja zake au ana kile ambacho anakuzungumzia kuhusu timu yake. Jana nimehuzunisha sana. Kuna jamaa mmoja alisimama jana na kutoa kile ambacho alichonacho moyoni, lakini cha ajabu aliambia mpe mtu mwingine. Hili hajatoa kile ambacho alichonacho moyo. Kwa hiyo niseme kwamba Ustadh Mangungu ametuonea sana. Ametuonea sana sisi kama wanachama wapenzi wa Simba Sports Club, ambao tunajitolea kila mechi, tunajitolea kila aina jinsi tunavyoweza. Kitu ambacho tunashangaa mpaka sasa hivi katiba yetu haijaruhusu sisi wanachama kuwa na kadi za wanachama wa Simba Sports Club. Ukiangalia sasa hivi sisi mpaka Simba na katiba yao mpaka sasa hivi hawajawa na kadi kama wenzetu walivyokuwa na kadi za wanachama. Unaona, hatujasajili wanachama toka Mo Dewji ameingia kuchukua hii timu, bali yaanze kusajili wanachama, kuongeza wanachama wapya katika katiba hii ya hivi karibuni. Kwa hiyo niseme kwamba sisi kama wanachama na wapenzi wa Simba tungemshauri Ustadh Mangungu ajaribu kutusikiliza na sisi wanachama tunazungumza nini, ajaribu kutusikiliza sisi ambao tumweka pale kwenye kiti cha mwenyekiti. Maana bila sisi asingekuwa pale kwa sasa hivi. Bila sisi sasa hivi asingekuwa vile anavyoongea, yani anaongea yani sio sema nini. Jana alikuwa anachukulia sisi kama watoto, kama watoto wake vile. Ukizungumza Chato kimpe mtu fani, mtu hataki kumsikiliza. Kwa Mangungu atukosea sisi wanachama kwa kweli. Mangungu tuseme kwamba kwenye kama wanachama hawafai au bado ana nafasi? Kusema kweli hatufai, kwa sababu kama wewe ni baba, sisi ni watoto wako, utakuwa tusikiliza watoto tuna shida gani, tunazungumza nini. Baba tuna shida hii 1 2 3, lakini yeye ni mzazi, bado hataki kutusikiliza sisi. Kwa hiyo ni dharau fika kabisa kwamba sisi hatuzao sisi wanachama, anatuzao kabisa, na sisi ndio tumeweka pale. Kwa hiyo Mangungu kwa kweli anatukosea sana, na tunaamua napomaliza tunahitaji tena kabisa kwenye kiti cha mwenyekiti tutachagua mtu mwingine ambaye ataweza kutusikiliza sisi na kutuunga mkono sisi kama wanachama, maana sisi ndio tumeweka pale. Tuna 51% za uwekezaji wetu pale. Kwa hiyo sisi ndio wenye nguvu, na sisi ndio wenye mamlaka ya kufanya kwamba tuna uwezo kumtoa pale kwenye kiti alichonacho na kutukomeka mtu mwingine. Kwa hiyo anapofanya sio fair kwa kweli. Yeye asiangalie maslahi yake binafsi, aangalie pia na wanachama wanazungumza nini kuhusu timu yao. Na tumeona Simba michezo miwili kwenye hatua ya makundi, mpaka sasa hivi hamna alama hata moja. Hali ni tete kwa kweli. Kwa Simba kwanza mnafeli wapi kwenye mechi mbili ambazo mmecheza za hatua ya makundi mpaka sasa hivi? Kusema kweli, ndugu mwandishi, tuna hali mbaya sana. Tunapitia nyakati ngumu sana sisi kama shabiki wa Simba. Tunapitia nyakati ngumu sana sisi kama wanachama wa Simba. Simba tunaipambania kila kukicha, lakini kusema kweli nimeshangazwa kwanza na matokeo ya jana. Licha ya jana, juzi mechi ya Petro za Rwanda tulitengeneza nafasi nyingi sana, nafasi ya Elia Mpanzu, nafasi ya Morris Abraham, lakini zote hajaweza kukiria magoli. Bado tumetoka hapa tumefungwa, tukasema duo damu na shida, tuenda kule mara tuweza kufanya duo damu, tuweza kushinda. Kusema kweli Simba tunapitia nyakati ngumu sana ambazo miaka ya hivi karibuni
hatujawahi kupitia. Tumepitia 2022 tulikuwa na Vipers pamoja na Raja Casablanca na Aurora, lakini bado still Simba aliweza kuenda robo finali. Kwa hiyo niseme mpaka sasa hivi Simba kusema kweli tunapitia hali mbaya sana. Mechi ya jana tulipoteza mchezo, lakini tuna uwezo wa kurudi imara na tukatengeneza timu yetu. Tuna distance ya siku karibia 50 kwa sababu Januari 21 ndio ligi tarudi. Kwa imani kusema kweli tunaweza kutengeneza timu yenye ushindani na tukafanya vizuri. Na ukiangalia sasa hivi Simba sasa hivi inavitia changamoto aidha kuanzia uongozi wa juu kuja mpaka management kuja mpaka uwanjani. Unaona? Uongozi wa juu wao wenyewe kama wanashindwa kutokuelewana. Ukizingatia upande wa mwekezaji Mo Dewji, upande wa mwekezaji sisi kama wanachama wa Simba Sports Club baada ya kujawa na maelewano mazuri. Wao wenyewe hawaelewani. Simbuso uwanjani ndio utafanya vizuri. Kwa hiyo nasema kusema kweli ili timu iweze kuwa bora zaidi, timu iweze kufanya vizuri zaidi kimataifa na ndani zaidi. Aidha kuanzia juu kwanza shikamane kwa pamoja, waweke nguvu katika timu yao ili Simba iweze kufanya vizuri katika mechi zinazokuja. Naamini kule juu wakishikamana kwa pamoja, wakizingatia kile ambacho kinawezekana ndani ya uwanja na nje ya uwanja, Simba inaweza kufanya vizuri na inaweza kuingia robo finali kwa mechi zilizobaki. Lakini tofauti na hapo, kama watafanya mgawanyiko wa viongozi, huyu ataenda huku, huyu ataenda huku, Simba hatuwezi kufika robo finali. Na kama tutashinda kufika robo finali msimu huu, itakuwa ni anguko kubwa sana katika michuano ya kimataifa pamoja na ranki za CAF. Na ukiangalia msimu uliopita mlikuwa na performance kubwa sana. Hamjabadilisha sana wachezaji, ni baadhi tu wameondoka. Unadhani kwamba kwa msimu huu hapa ni kitu kipi ambacho kimewasibu sana sana nyinyi kama Simba? Kinachotusumbua sisi kama timu yetu Simba Sports Club, kinachotusumbua mpaka sasa hivi, timu ina create nafasi nyingi sana lakini Simba hawazitumii vizuri. Kwa hiyo niseme ndio changamoto namba moja. Na kwa nini wasitumii vizuri? Nashindwa kuelewa. Wachezaji wana stress za nini? Wana shida gani mpaka wanashindwa kuweza kufunga magoli? Kwa sababu ukiangalia vizuri, manager Pantev anatengeneza kikosi imara na timu inacheza vizuri. Ukiangalia mechi ya juzi na mechi ya jana, wanacheza vizuri kabisa. Timu inatengeneza nafasi nyingi sana. Lakini nashindwa kuelewa pale mbele kuna shida gani? Mtu kuscore goli ni kwa changamoto. Mtu nafasi inatengenezwa basi funga. Mtu kama Jonathan alisoma mechi kama ya jana, nafasi ya kupiga kichwa, mpira umekuja, piga kichwa basi funga goli, anang'ania kufunga na mguu, anapiga juu, mashabiki washashika vichwa, watu wanawaza. Ushaenda vizuri. Kusema kweli timu kama timu ukiangalia mechi kama jana, nimpongeze sana, mimi siwezi kuwa mnafiki, nimpongeze sana Nabi Kamara, mchezaji bora sana. Alipambana mpaka dakika 90. Mwanaume amevuja jasho kadri ya uwezo wake, lakini bado Simba hajaweza kupata matokeo. Ukiangalia kama Morris Abraham alivyoingia, mchezo ulibadilika, timu ikaanza kushambulia, timu ikaanza kufika kwenye lango la mpinzani. Yaani ikafika mna tukasema magoli yanaweza akarudi, lakini cha ajabu kuanzia mbele kwenda hivi tuko vizuri, lakini kurudi nyuma tuko tunafanya makosa mengi. Ukaangalia mabeki alipotoka Rushine Zedrock, alivyoingia Chamu Karabo, mechi ikawa yani kuanzia huko nyuma kukawa kuna yani kusema unabaki unashika kichwa, kwa sababu kaangalia kama ile penalty ya jamaa waliokuja kukosa ile penalty. Yani kwanza beki wetu Chamu kashaenda mbele, kiungo anaenda kukaba. Ushaenda vizuri. Bado Simba akaanza kufanya makosa na timu ikaanza kuadhibiwa kupata penalty. Kwa hiyo niseme kusema kweli, Simba kama Simba watengeneze timu, yani kuanzia ndani nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Timu ni nzuri, wachezaji ni wazuri bro. Yani wachezaji ni wazuri sana. Lakini je, wao wazuri tunaweza kuwatumia vipi? Na kocha Pantev nani anayejiangalie? Kocha ni mzuri atukataa, ni kocha mbaya? Hapana, kocha mzuri. Anafanya majukumu yake kama kocha. Anaelekeza wachezaji fanyeni majukumu haya ndani ya uwanja, lakini bado still wachezaji hawatimizi majukumu yao. Tunaona tukamlaumu kocha kwamba kocha amefanya hivi na hivi na hivi, lakini still tusimlaumu kocha peke yake. Wachezaji wanamwangusha kocha. Sasa sielewi kati ya wachezaji na kocha nani mwenye tatizo. Mpaka mimi sielewi mpaka dakika hii. Yaani sielewi mpaka dakika hii. Kocha na wachezaji nani mwenye shida? Au nani kocha na viongozi kuna shida? Mimi hata sielewi mpaka dakika hii. Yaani sielewi mfumo unaendaje, unaenda vipi? Leo jana kocha kaanza na striker na kaanza striker Mwalimu. Katoka Mwalimu kaingia Jonathan Soa akaingiza na Mkwala. Kocha mwenye mbinu, mechi kama ile ya jana, unataka matokeo? Wewe unataka matokeo uwanjani. Basi anza na striker wawili. Ingiza striker wawili, tafuta matokeo mapema sana. Na ile mechi ya jana tulikuwa tunashinda mapema mno. Lakini kitendo cha kuingiza striker mmoja, unaingiza viungo karibia 4 wao 5. Ni kosa la jinai. Wewe unaanza na kiungo kama Neo Maema. Neo Maema atakupa nini kwenye mechi ya muhimu kama ya jana? Kwa hiyo anatukosea.
Mechi ya jana tutakuwa kuanza na Musa Abraham kwa sababu mechi ya Abraham anapambana na kiwanja. Mechi ya juzi pale Benjamin Mkapa pana mpaka dakika 90 ametengeneza nafasi nyingi sana, ile ukosefu wa mtu mwenye akili kufunga mara magoli amekosekana. Kwa kusema kweli wachezaji wanatuangusha, benchi ya fundi inatuangusha, wakae chini wajitathmini, tunakosea nini sisi kama mashabiki? Sisi ndio tunaoumia, sio wao. Shana nzuri. Sisi tunaumia, tunakaa tunazungumzia Simba, tunakaa tunaenda mikoani, tunakaa tunaifuata Dar es Salaam. Tunalipa kadi ya wanachama, bado sisi tunafanya vizuri. Wanatukosea nini sisi kama mashabiki? Mbona sisi tunalalamika kuhusu wao? Kwa tunachoomba tu jamani wachezaji, sisi kama mashabiki wajitathmini sana sana sana. Mechi zinazokuja naamini hapa sasa hivi tuna break ya FIFA. Kocha akae chini atengeneze kikosi imara kwa ajili ya Januari. Timu tukienda kule Tunisia tufanye vizuri, ikiwezekana basi tumeshindwa kupata pointi 3, basi pointi 1 na sisi tujidai, maana sasa hivi wenzao wanatucheka sasa tuna pointi 0. Ni kweli tuna pointi 0. Ushaona vizuri. Simba hizi ya kuiona mimi sijui ya wapi, mimi sije kuiona kabisa. Kwa kusema kweli mimi nasema ukweli. Kuna saa wachezaji mnatukosea sana, mnatuangusha sana. Mkae chini, mjifikirishe nyinyi kama wachezaji, muangalie sisi mnatupa furaha gani. Sisi wengine tu komba tuvute bangi, star yetu ni Simba peke yetu. Bado still mnatuumiza. Kwa hiyo tukusema kweli ndugu yangu, mimi naumia na wachezaji. Mimi siumii na kocha. Kocha anaanza kameka pembeni, wachezaji nafasi zinatengenezwa mtu anashindwa kufunga, unamromuje kocha. Kwa hiyo kusema kweli kwa wanatukosea sana. Sana sana. Na kitu kingine ambacho mimi naomba, timu ikirudi Dar es Salaam, mechi ibaki mechi za ligi kuu. Ondeni mawazo ya kimataifa, bezini kwenye ligi kuu mfanye vizuri. Na huko mkiboronga, ndugu yangu wachezaji, na huko mkija mkavuruga, tutatafutana mchawi ni nani. Kwa sasa hivi mkae chini, mdiscuss mjue mnashinda vipi mechi za nyumbani, mechi za kimataifa zitazungukia zenyewe. Kwa kweli ndugu mwandishi, mimi ninachokuomba tu, nini mfikishe ujumbe kwa Mangungu. Mangungu anatukosea sana, pamoja na uongozi wake ambao tumeweka pale kama wanachama. Jana wangetusikiliza sisi wanachama, wangetusikiliza kwa kina gani tunazozungumza. Wasingekuwa tufanye makosa kila siku. Na wewe Mangungu yani